want to share what, but before we share, let us pray. Thank you, Lord, for gift of life, which you give us for more you will decide. When you want to share what we ask, the Holy Spirit be with us and be with us. We pray and believe. Amen. Hello guys, wherever you are watching from, I'm free gift to Dan Grosso Masota. Before we start, let us after say a nice song and then we will proceed from there. Okay? Sasa basi, mpenzi mtazamaji, mahali popote unatazama, leo nataka tushare awadi, tukiwa leo ni tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka wa 2020 na ngapi? 26. Huu mwaka yenye tumeuanza hivi ni mwaka uko na mvua nyingi. Sasa tumeshuhudia hata watu wengine saizi mahali pa kulala hakuna kwa sababu ya maji. Hivyo ndio tunataka tuzungumzie siku ya leo, na ajali zimekuwa zimeongezeka barabarani, lakini tunajua ya kwamba hakuna changamoto yenye haina mwisho. Wacha tutarudi a few minutes. Sema ya kwamba hakuna changamoto yenye haina mwisho. Nilikuwa nataka kusema hivi, mpenzi mtazamaji, mahali popote ulipo, hakuna mahali kuko safe size, ama hakuna mahali kuko na furaha. Kila mahali kuna wenye wanalia kiangazi. Sisi mvua imekuja kidogo tena tunalia. Lakini chenye nataka kuwahimiza siku ya leo, ikiwa leo ni tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Mungu alituongoza kutoka mwaka wa 2025 mpaka tukafika mwaka wa 2026. Hakuna jambo zuri tumemfanyia Mungu, hapana. Ni kwa neema na fadhili zake ambazo zimetufikisha siku ya leo.
Unishika vizuri mpenzi mtazamaji. Haya yote yenye unaona tunapitia kwa wakati huu, kumbuka ya kwamba yameandikwa katika kitabu cha Isaya. Na haya yote ni ya kutimisha zile ishara ambazo tulihakikishiwa ya kwamba siku za mwisho mtaona mambo yakibadilika. Na bado hii ndio mwanzo, hatujafika hata katikati. Lakini chenye nilikuwa nataka kukuimisha mpenzi mtazamaji, mahali popote ulipo, mimi kama Free Gift Dan Kiros Masota, najua ya kwamba mwanadamu yeyote ambaye amezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi duniani ni chache mno, ni chache mno. Chenye tunafaa tufanye wakati huu, tunafaa tuombe sana. Maombi yakue kwa wingi, kwa maana bila maombi sisi ni bure kabisa. Maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu kile cha Mathayo 7:7 kinaainisha ya kwamba jinsi ambavyo tunafaa kuomba. Ukisonga chini nasema ya kwamba Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Yaani ukianza na maombi lazima useme Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako lifanye nini? Litukuzwe. Na ametufunza wakati wanafunzi wake Yesu Kristo walikuwa wanasema, mwalimu, twaomba utuonyeshe jinsi ya kuomba. Akawaambia jinsi wanafaa kuomba. Je, mpenzi mtazamaji, mada ya siku ya leo ni ugumu wa maisha. Ugumu wa maisha. Haya maisha hakika yamekuwa magumu mpaka imefikia kiasi mtu anasema yeye nitoke duniani, kwa maana haoni umuhimu wa maisha. Mtu anaangalia hivi anasema, sasa mbona nikae duniani, napitia hii shida ya hii na hii, lakini hujazaliwa kimakosa duniani. Mungu alikuwa na sababu ya wewe kuzaliwa. Yaani Mungu akona mpango mwema, hata ingawa unapitia shida mbalimbali ambazo unaona umefika mwisho. Anasema ya kwamba katika kitabu ni cha Isaya 33:3, nasema ya kwamba niite nami nitaitika, nitawaonyesha mambo makuu yale hamjawahi yaona. Kwa hivyo kuna mambo yamefichika, moja yao ni kifo. Kifo najua kimefichika tangu uzaliwe mpaka umekuwa mtu mzima. Unaona watu wakikufa, wewe uko hai pale. Ni jukumu yako ya kumshukuru Mungu, ni jukumu langu la kumshukuru Mungu. Sio mimi niko mzuri kuliko wenye wamelala kaburini, mimi sio mzuri kuliko hata wenye wako hospitali, hawawezi kuongea, hata hawawezi kuzungumza.
hata hawana nafasi ya kusema kitu. Anajaribu naye afanye kitu, lakini nguvu hakuna. Wewe sio wa maana kabisa, mimi sio wa maana kabisa. Jua ya kwamba ni kwa neema na fadhili zake Mwenyezi Mungu, hakika ndio maana tuko hai. Bwana asifiwe. Chenye unafaa kujua ni hili: kila jambo lina wakati wake. Kulingana na Mhubiri anasema there is time for everything. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa furaha na kuna wakati wa shida, kuna wakati wa kupata na kuna wakati wa kukosa. Sasa niambie mpenzi mtazamaji, jinsi unanitazama vizuri hivyo, naona unaniangalia kabisa. Jua ya kwamba kama Mungu amekupea uwezo wa kufika siku ya leo, mwambie Bwana asante. Kwa maana ni wengi walitamani kuona siku hii ya leo, hawajaiona kamwe. Ni wengi walitamani kuamka kichwa ikakatalia chini, sasa wanaitwa marehemu. Wewe na mimi, Mungu ametukubalia tuone siku ya leo. Alafu wewe ama mimi naamka naenda shughuli zangu, hata sikumbuki kumwambia Mungu asante kwa kunifikisha siku hii ya leo. Kwa maana ni wengi walitamani kuiona, hawakuiona, mimi nimeiona ama wewe umeiona. Hiyo ni jambo ingine, imekuwa kazi ngumu kukumbuka Mungu. Lakini tunakumbuka Mungu wakati tuko na shida, wakati tuko na raha tunamsahau Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba niite nami nitaitika, nitawaonyesha mambo ambayo mtawaiona. Wakati Yesu alisulubishwa msalabani, alisema Eloi Eloi lama sabakthani, yaani kumaanisha Mungu wangu mbona umeniacha? Hata wenye walimdhuru Yesu hakuwahukumu, bali alisema ya kwamba hawajui lile ambalo wanalo lifanya. Usilipishe kwa ubaya, lipa kwa wema, maana Yesu Kristo alilipa kwa wema. Usilipishe kwa ubaya, lipa kwa wema, maana Yesu Kristo alilipa kwa wema. Yesu alilipa kwa wema. Yeye hata wakati alikuwa anachapwa, alikuwa anasema ya kwamba hawajui lile ambalo wanalolifanya. Kumbuka wakati huu mgumu ambao tunapitia wakati huu, wapenzi watazamaji, jua ya kwamba Mungu naye ako na sisi. Anataka tumuite naye atatuitikia. Tusikose kumuita. Hakuna siku utapigia Mungu simu yake ikwambie kwa mteja, ama hakuna network ya Mungu iko drought usiku na mchana. Wasungu wanasema is 24/7. When you call God, he will answer you. Yes, of course. Hakuna wakati atakosa kukujibu. Lakini kwa siku ya leo niachie hapo. Next time tukikutana, wapenzi watazamaji, nitawaambia ya kwamba nipata mimi Free Gift Dani Grace Masota, mpaka nikatoa ule wimbo ambao unasema upili neno ungali uhai, wakati umekufa hauna nafasi tena.
next time Mungu aweze kuwabariki. Wacha tufunge kwa ombi. Until next time. Asante Mungu kwa kipaji cha uhai ambao umetupa tangu tulipoanza hadi tumemaliza vizuri. Tumejua ya kwamba changamoto ni nyingi ambazo tunapitia, watazamaji wote ambao wanatazama, lakini tunajua ya kwamba Mungu utatutendea yaliyo mapenzi yako. Siku ya leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 2026, tunaomba wana wako ambao wanapitia changamoto mbalimbali uweze kuwaona na uweze kuwatimizia kulingana na mapenzi yako. Kuna wenzetu ambao wamepoteza mali zao kwa sababu ya haya maji ambayo mvua imenyesha, na kuna wengine wamepoteza maisha yao kwa ajali. Baba, tunaomba uweze kupea zile familia faraja ya kipekee, na kuna wengine wako na changamoto mbalimbali. Hata kuna wengine wamefungwa, wamefanya kosa na wengine hawajafanya. Tuwakabidhi mikononi mwako. Hata chokolea wako barabarani, Baba, tuwakabidhi mikononi mwako kwa sababu ni watoto wako na wajua vyema. Kuna wenzetu ambao wana wazazi, tuwakabidhi mikononi mwako uweze kuwalinda. Kuna wenzetu wamepoteza wake zao, wengine wamepoteza waume zao. Baba, tunaomba usije kuwapa faraja ya kipekee. Faraja ya kipekee tunajua wewe ndio unapeana, Mwenyezi Mungu. Siku ya leo tutakabidhi mikononi mwako uweze kutulinda na utuongoze kwa kila jambo. Mahali ambao tumeenda kinyume na mapenzi yako uweze kutusamehe. Nchi yetu ya Kenya tuikabidhi mikononi mwako uweze kuleta amani na upendo itokayo juu mbinguni. Viongozi wote tuwakabidhi mikononi mwako uweze kuwapa hekima na maarifa ya kuongoza nchi. Wacha uweze kuleta amani yako na uweze kutuonekania kila mahali tumekosa uweze kutusamehe. Ipasuka sikia maombi yetu. Tumeomba na kuamini katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Na waombea mema. Jina langu mimi ni Free Gift Dan Kiros Mosota. Until another time. God bless you. Bye. Thank you.